Mtoto mwenye usonji kiakili, kimawazo na hata kimtazamo wako vizuri kabisa, yani hawajaathirika. Lakini watoto hawa wameathirika kwenye ubongo, ile sehemu yao ya mawasiliano. Hivyo mzazi, ni vizuri mtoto wako akapata haki zake za msingi, ikiwemo elimu, kumshirikisha baadhi ya vitu ili kuacha kumtenga huyu mtoto na kuendelea kuboresha ubongo wa mtoto wako. Kumbuka, mtoto mwenye usonji usipomtenga, ni rahisi sana ubongo wake kuwa imara na ni rahisi sana kujiamini. Tumaini la Mama na Mtoto lipo kwa ajili ya kukushauri na kukusaidia pia. Hauwezi kujua joto la mtoto la kawaida na joto la mtoto la maradhi au la magonjwa bila ya kuwa na hiki kifaa. Bila kuwa na hii thermometer digital, hauwezi kutambua kabisa. Wazazi wengi watoto wao mwili unapopanda joto au wanapokuwa na homa wapima kwa kutumia kiganja, na badala yake uamini kwamba mtoto huyu joto lake la kawaida. Unakosea sana mzazi. Ni muhimu kuwa na hiki, na unapompima joto lake likiwa juu ya 37, kutoka 33 mpaka 37, huyu mtoto anahitaji uchunguzi wa haraka sana, kwa sababu joto linapozidi sana ni rahisi huyu mtoto kupata changamoto ya degedege, lakini pia ni rahisi huyu mtoto ubongo wake kuathirika moja kwa moja. Hivyo kila mzazi ni lazima hawe na hii thermometer kama unaipenda afya ya mtoto wako. Sababu za mtoto wako kuwa na changamoto ya kukakamaa kwa shingo. Moja kabisa, kumkalisha upande mmoja. Mtoto anapokaa upande mmoja ni rahisi sana misuli yake kukaza na baadaye kupata changamoto ya kukakamaa kwa shingo. Lakini mbili, mtoto mwenye changamoto ya degedege. Watoto wengi ambao walioathirika ubongo wao kuwa na changamoto ya degedege, ni rahisi sana hawa watoto kuwa na changamoto ya misuli na kuwa na changamoto ya kukaza shingo mara kwa mara. Na unapoona mtoto wako ana hii changamoto, una uwezo wa kuchukua namba zetu kuja kuwasiliana na sisi ili tukushauri njia gani sahihi ya kulainisha misuli ya mtoto na kuwa mtoto wa kawaida kama watoto wengine.